Asante sana. Mwaka mpya na mambo mapya. Leo nataka kuwakaribisha nyote katika channel hii yetu ya kujifunza Ki-Maasai, lugha, utamaduni na desturi. Na kwa kawaida huwa nazungumza Ki-Maasai, na hata huwa nazungumza kile Ki-Maasai kabisa, cha ndani kabisa. Na kuna watu ambao wamekuwa wakiniuliza niweze kuwafunza tu mambo ambayo basic, mambo ya ili waweze kuelewa, maana kama mtu haelewi na umzungumzie kwa lugha ile ngumu, hataweza kuelewa. Na yawajo kindai karibuni oleng, ama hapana unoshi age ngenkonari. Edirgu moli nyila geroshi agajo gita comments peye aitengen ntai naitengen ake duo noshi kera ang natii ntaonini ana enaliki oshi ake ntai. Ata dii ninye naatubulutua ake tekerai nemeyiolo enkutuk, ata dii iltung'anak sapuki peetum atayiolo, amu meeta eninko tenintengen oltung'ani enkutuk ajo sinanu naa nemeyiolo enkutuk etu easishore enkutuk nayiolo. Kwa hivyo leo nataka niwafunze tu salamu na mambo kadhaa ambayo yatafuata. Huwa nasikia watu hata kwa mikutano wanajaribu kusalimiana, lakini sasa hawajui, hawaelewi. Salamu za Ki-Maasai si ngumu. Salamu za Ki-Maasai ni sopa. Ukiambiwa sopa, wewe unajibu epa. Epa. Sopa, epa. Sopa nagerai, epa. Huwa nasikia pia wengine wanasema sopa. Unaambiwa sopa na wengine wanajibu sopa. Siwezi kusema ni mbaya, majito rono ina. Lakini ni vizuri kuelewa kwamba hiyo ndio salamu haswa typically ya Wamasai. Unaweza ambiwa sopa, wewe unasema sopa oleng. Sopa oleng ni kusema salama sana. Oleng ni sana. Ama kwa mahali kwingine wanasema sopa na leng, ambao ni moja tu na kusema salama sana. Sopa oleng, sopa na leng. Mara nyingi salamu za Ki-Maasai ni vizuri tuelewe kwamba tumeona na tunajua kwamba watoto ama watu wadogo wanawasalimia watu wakubwa kwa kichwa, kwa kuwainamia. Alafu yule mtu anayesalimiwa anamguza mwingine tu kidogo kwa mkono, na basi hapo wanabadilishana salamu. Sopa natito, ujambo msichana. Sopa lobayan, ujambo mzee. Lakini kwa kawaida sana Wamasai ni yule mtu mkubwa ndio anaanza kumsalimia yule mdogo. Kwa hivyo huwezi kuta wasee alafu wewe unawasalimia tu ukiwa kule mbali. Unakuja karibu, unawapa kichwa, wanakusalimia, alafu basi unaondoka. Pia ukitaka kusalimia watu wengi unasema enda sopa. Lo Maasai enda sopa. Wamaasai hamjambo. Na hiyo ni correct, hiyo ni sawa kabisa. Nagerenda sopa, watoto hamjambo, hiyo ni sawa pia kabisa. Naromonogenda sopa, kina mama hamjambo, hiyo pia ni sawa kabisa. Hata unaweza wasalimia wakiwa mbali kidogo na wewe, wakiwa kando, unaweza wasalimia. Enda sopa lo mbaba.
lakini hiyo si sana, manake hiyo ni kumaanisha unawasalimia wewe ukiwa mbali. Kwa hivyo hiyo ndio salamu ya Kimasai ya kwanza. Sopa, epa, sopa, sopa. Hiyo ndio salamu ya Kimasai. Kuna salamu pia ingine. Nasikia kuna wengine wanasema ero sopa. Nataka kurekebisha hiyo kidogo. Hata kwa mikutano siku hizi ya kisiasa nasikia wanasema ero sopa. Hiyo ero kwanza ni jina la mvulana ama mwanaume ambayo ni warika yako na ni mtu ambayo mnajuana. Hauwezi kuta mtu tu njiani hata kama ni warika yako umuite ero. Hiyo ni jina ambalo linatumika kwa watu wanaojuana na watu warika moja. Kwa hivyo unaweza mwambia mtu warika yako ero sopa na ni kijana. Lakini huwezi waambia watu wengi ero sopa. Hiyo ni makosa. Hiyo hata salamu hakuna. Ukitaka kuwasalimia watu wengi unawaambia enda sopa. Enda sopa. Alafu wao wanajibu sopa ama wanajibu epa. Hiyo ndio salamu. Kuna salamu ambayo sana sana inahusiana na kina mama na ama wasichana, na ni watu wa heshima. Salamu za heshima. Enda kwenya. Enda kwenya no mama. Au wakati huo unawasalimia kina mama. Enda suba nagera. Enda kwenya nagera. Wanaweza, na majibu ya salamu hayo ukiwaambia enda kwenya, wanajibu iko. Nengoko takwenya iko. Yeyo takwenya iko. Hiyo ndio jibu la salamu hiyo. Enda kwenya. Na sana sana ni salamu za kina mama, salamu za wanawake ambao unawaheshimu. Ni salamu za heshima sana. Enda kwenya no ngogo. Iko. Hiyo ndio salamu za heshima za kuwasalimia kina mama ama wanawake ama kina nyanya ambao ni wazee na ni waheshima kwako. Kuna pia salamu zingine ambazo mara mingi ni za Kisamburu. Serian. Oye. Serian oye. Serian ondai. Hizo ni salamu ambazo ni ya jamii, sana sana zinatumika katika jamii pana ya Kisamburu. Kwa hivyo nadhani nimejaribu kuelezea, na sasa unaweza jua ukienda kwa Wamasai vile unaweza salimiana, na pia ujue kwamba mtu especially wasichana ama kina mama, wasichana haswa ndoye hawasalimii wazee kwa mikono. Katika Kimasai hatusalimiani kwa kupeana mikono, na bado hiyo iko. Unaweza salimia wale watu wa rika yako, ama wasalimie hata kwingine. Naona wasichana wakubwa tu, hata wengine wameolewa na wanasalimia kina mama wao kwa kichwa. Hiyo ni heshima, na hiyo ni heshima kubwa sana. Na mimi ningeulizwa, ningesema afadhali ingeendelea. Nataka pia kuzungumzia mambo machache tu kwa haraka. Family members. Family members. Family members, mtu wa kwanza ni baba. Anaitwa mbapa. Mbapa. Wengine wanaita papa. Wengine wanaita papa. Lakini ile ambao iko kwa wingi ni mbapa. Na huyo ni mzee ambaye ni baba.
huyo ni baba. Na pia ango wa upande ya baba, ndugu ya baba yako. Kwa Kimasai sisi hatuna ango. Yaani ango kwa upande wa baba, huyo ni baba tu. Baba. Babote. Orpayian ong'arieki na papa ilino na papa ilinake babote. Nishori nkarn papa le sukul, papa loontare, papa loonkishu ana enatiu irkasi lenye. Kake ore orpayian ong'arieki na papa ilino nemindim atejo anko. Yule anko sisi tuko naye Kimasai ni anko, ndugu wa mama, ambaye tunamuita olengapu. Huyo ni ndugu ya mama, tunamuita olengapu. Pia sisi Kimasai hatuna cousin. Cousin ni ndugu tu. Ndugu. Mtoto wa babako mdogo ama mtoto wa ndugu ya babako, nyinyi tu ni mandugu. Hatuna cousin. Ndio ni cousins, lakini sisi tunakuwa kama mandugu ama dada. Kwa hivyo tunakuwa tu kama msichana wa baba wa ndugu ya baba yangu, huyo ni ndugu ya huyo ni dadangu, na kijana huyo ni dadangu. Mama nini? Yeyo. Mama ndiye anaitwa nini kwa jina la heshima. Yeyo. Mama. Siku hizi tunasikia anaitwa mamalai. Kwa hivyo originally ni mama ama yeyo ama yeyo, lakini originally ni nini. Tuna pia kakuya, babu. Kakuya, babu. Na pia yeye anakuita kakuya. Kama wewe ni grandchild, babu anakuita kakuya. No kakuya, grandchildren. Tuna pia nyanya ama bibi. Maana nyanya kwa Kiswahili kile kabisa ni bibi. Anaitwa koko. Koko ama koko. Na yeye koko ama nyanya anaweza waita wajukuu wake noonkoko. Noonkoko. Nimetaja olengapu ambaye ni mtu wa heshima sana na ni ndugu wa mama. Ndugu wa mama. Huyo ndiye anaitwa olengapu. Kuna pia kizungumkuti hapa, auntie. Auntie. Siku hizi especially katika maeneo haya ama maeneo mengi nasikia watoto wengi wanawaita tata. Originally hilo ni jina la Kikikuyu. Sisi tulikuwa na auntie wetu mmoja na tulikuwa tunamuita nepapa. Nepapa. Kwa hivyo sana sana Kimasai hatuna auntie. Maana auntie ni kama tu mama yako. Na sisi tulikuwa tunamuita nepapa. Nepapa. Wasamburu wanamuita nganasha hapa. Nganasha hapa. Nganasha hapa, nganasha baba. Wasamburu wanamuita hivyo. Kwa hivyo siku hizi wanaitwa tata, na ni jina ambalo kwa kweli originally sio alikuwa letu. Na kama kuna mtu anajua jina sahihi la Kimasai la auntie, ni vizuri hebu niwekea hapo chini ya comments kwa comments hapo ili tuweze kusoma wote na tuweze kujua haya mambo. Dada anaitwa enganashe. Enganashe. Kwa wingi wanaitwa nganashera. Nganashera. Ndugu anaitwa olalashe. Olalashe lai, ndugu yangu.
ilalashera lainei, ndugu zangu. Nganashera inei, dada zangu kwa wingi. Kwa wingi kina dada wanaitwa nganashera. Nganashera. Kuna pia co-wife anaitwa enkaini. Enkaini. Kama kina mama wameolewa wawili watatu wanaitwa nkainito kwa wingi. Mmoja anaitwa enkaini, kwa wingi wanaitwa nkainito. Kuna pia osintani, brother in law. Brother in law, osintani. Osintani. Sister in law, esintani. Esintani. Kwa wingi wanaitwa sintan. Wote wa kiume na wa kike. Sintan. Mother in law ama mama mkwe, enkaputani. Enkaputani. Father in law ama baba mkwe, olaputani. Olaputani. Hivyo ndio mambo yalivyo. Mejaribu tu kuzungumzia kidogo familia basic, lakini nitarudi nije nikufundishe mambo mengine kadhaa baadaye, ili ukienda katika nchi ya Wamasai utaweza kuomba maji, utaweza hata kuomba chakula, utaweza uliza njia, na tutaendelea hivyo. Nikiona kwamba kuna interest kama vile mumekuwa mkinieleza, bila shaka nitakuja tuzungumze, niwafundishe ili uweze kuzungumza kidogo. Na unajua ukianza tu kuzungumza kidogo na uwe na interest, bila shaka utajua tu haya mambo ya mtu hujua hivyo. Kwa hivyo nimeshukuru sana. Tuendelee hivyo. Najua nimewafundisha leo mambo basic tu ya kawaida, na najua Mungu atawabariki na tutaendelea. Weka comment hapo, uliza ile kitu unataka kujua. Nami niko tayari kila siku, nitakuja ili tuweze kuzungumza. Barikiwa sana.